Kwa urefu wake wa kuvutia na shingo yake maarufu, twiga ni miongoni mwa wanyama wanaotambulika zaidi barani Afrika. Twiga ndiye mnyama mrefu zaidi duniani anayeishi nchi kavu. Twiga jike aliyekomaa anaweza kufikia urefu wa zaidi ya mita 4.3, huku dume akifikia zaidi ya mita 5.5. Vifaranga wa twiga huzaliwa wakiwa na urefu wa takribani mita 1.8, na katika wiki yao ya kwanza tu wanaweza kuongezeka karibu sentimita 2.5 kila siku. Urefu huu wa kipekee huwawezesha kula majani na machipukizi yaliyo juu kabisa ya mti, ambapo wanyama wengine hawawezi kufika, na pia huwapa uwezo wa kuchunguza mazingira kwa mbali na kuona wanyama wanaowinda au hatari nyingine inayowakaribia. Moyo wa twiga una urefu wa karibu sentimita 60 na unaweza kuwa na uzito wa takribani kilo 11.3, sawa na uzito wa takribani mioyo 50 ya binadamu. Kwa sababu moyo na ubongo wa twiga vimetenganishwa na umbali mkubwa kutokana na shingo yake ndefu, moyo wake umebadilika na kuwa kuta nene na zenye misuli mikubwa. Shukrani kwa kuta hizo zenye nguvu, shinikizo la damu la twiga linaweza kuwa karibu mara 2 ya wanyama wengi wengine. Hii husaidia moyo kushinda nguvu ya uvutano na kusukuma damu juu kupitia shingo hiyo ndefu hadi kwenye ubongo. Licha ya shingo yake hiyo ndefu, twiga ana idadi sawa ya mifupa ya shingo na binadamu. Binadamu na twiga wote wana mifupa 7 ya shingo. Tofauti ni kwamba mfupa mmoja wa shingo ya binadamu huwa na urefu wa karibu sentimita 1.3, wakati mfupa wa twiga unaweza kufikia karibu sentimita 25. Hii ndiyo sababu shingo ya twiga inaweza kufikia urefu wa karibu mita 1.8 na kwa uzito wa takribani kilo 272. Kwa madume, shingo hiyo pia inaweza kuwa silaha katika mapambano ya kuwavutia majike na kuamua nafasi yao katika kundi. Na linapokuja suala la usingizi, twiga ana tabia nyingine ya kushangaza sana. Anaweza kulala kwa jumla takribani dakika 5 hadi 30 tu kwa siku, akipata usingizi huo kupitia vipindi vifupi vifupi vya dakika 1 hadi 2. Na wakati mwingine anaweza hata kupumzika akiwa amesimama. Kulala kwa namna hii kwa sababu hana muda mwingi wa kupoteza. Twiga hutumia takribani saa 16 hadi 20 kila siku akila. Hivyo muda wa kufanya mambo mengine huwa mchache sana. Zaidi ya hapo, kulala hasa akiwa amelala chini humfanya awe katika hatari zaidi ya kushambuliwa na wanyama wanaowinda. Lakini licha ya kuwa mnyama mkubwa na wa kipekee, idadi ya twiga iko hatarini. Wanapatikana katika maeneo ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, na idadi yao ilipungua kwa karibu 40% kati ya mwaka 1985 na 2015. Baadhi huwaua kwa ajili ya ngozi au nyama, hasa katika maeneo yenye changamoto kubwa za kiuchumi kama Sudani Kusini. Lakini wengine pia huwinda kwa ajili ya mikia yao, ambayo katika baadhi ya jamii za Kongo imehusishwa na hadhi au matumizi ya kitamaduni. Hakuna mnyama mwingine duniani anayefanana kabisa na twiga. Urefu wake, shingo yake ndefu na moyo wenye nguvu, na mtindo wake wa kulala kwa vipindi vifupi, vyote vinamfanya kuwa mmoja wa viumbe wa kipekee zaidi katika sayari yetu. Kadiri mazingira na vitisho vya binadamu vinavyoendelea kubadilika, kulinda twiga ni kulinda mojawapo ya alama za kipekee kabisa za urithi wa asili wa Afrika.